Unatoa mafunzo lakini wewe uishi kama ambavyo unafundisha. Unaongoza familia yako lakini wewe uishi kama ambavyo unawalea watoto wako wawe. Unaongoza kundi fulani au taasisi fulani lakini wewe uishi kama ambavyo unataka wale unaoongoza waishi. Na baadaye taasisi inakuwa ya ovyo, baadaye familia yako inakuwa ya ovyo sana. Baadaye kundi uliongoza linakuwa la ovyo sana, performance inakuwa ni ndogo sana. Sasa hii inatokana na nini? Mimi nasoma kitabu hiki kinaitwa The Mind of the Leader, akili ya kiongozi, fahamu wa kiongozi. Nataka nikufundishe kitu cha muhimu sana ambacho kitakusaidia sana wewe ambao unataka kujifunza uongozi au wewe ambaye ni kiongozi. Katika kitabu hiki ameandikwa mtu mmoja anaitwa Peter Drucker. Peter Drucker ni profesa kutoka chuo kikuu cha California. Mwaka 2016 alifanya utafiti, akagundua kwamba taasisi nyingi duniani zinatumia takribani bilioni $46 kutoa mafunzo mbalimbali kwa watumishi, kwa viongozi, ili wawe watumishi bora, ili wawe viongozi bora. Bilioni 46. Lakini kale gundua pia kwamba kikishapita kipindi fulani baada ya yale mafunzo, bado taasisi inakuwa ya ovyo, bado kampuni fulani inakuwa ya ovyo, bado familia fulani inakuwa ya ovyo. Na akaenda kureflect mpaka kwenye familia kabisa, kwamba baba au mama anafundisha watoto, analea watoto katika maadili mazuri tu, lakini baada ya muda fulani watoto wanakuwa waovu kumzidi hata baba au kumzidi hata mama nje na walivyofundisha. Sasa siri ni nini? Akaja kutoa sababu moja ya msingi sana katika kitabu hiki. Akasema kwamba watu wakishafundishwa au wakishalelewa nyumbani, baada ya muda fulani wanakuja kugundua kwamba hata wale ambao walikuwa wanawalea au hata wale ambao walikuwa wanawafundisha nao hawaishi kama ambavyo walikuwa wanafundisha. Yaani wale wakufunzi nao wanaishi maisha nje na vile ambavyo walikuwa wanafundisha, au baba au mama au kiongozi wa kundi fulani naye anaishi nje na vile ambavyo alikuwa anafundisha, ambavyo alikuwa anataka watu wengine anaoongoza waishi. Kwa hata wale wapya nao wanabaki, wanarudi kule kule, wanaadapti na yale kwamba kumbe ukifundishwa hivyo unatakiwa uishi kivingine, na wenyewe wanaanza kuishi kivingine. Sasa katika kitabu hiki kimefafanua jambo moja la msingi sana ambalo nataka nikufundishe. Anasema kwamba ili uwe kiongozi mzuri, ili uwe baba mzuri au mama mzuri, au uwe kiongozi mzuri wa grupu fulani, uwe mtumishi mzuri, unatakiwa utambue vitu kadhaa vya msingi sana. Jambo la kwanza, ifahamu akili yako inafanya kazi kwa kiwango gani. Hilo jambo la kwanza. Ifahamu akili yako inafanya kazi kwa kiwango gani. Anasema ukishafahamu akili yako inafanya kazi kwa kiwango gani, itakuwa rahisi zaidi wewe kufundisha, kuelekeza au kutoa maagizo kulingana na kiwango cha akili yako. Na anasema ukishajua kiwango cha akili yako inafanya kazi kwa kiwango gani, itakuwa rahisi kujiongoza mwenyewe. Huwezi kujiongoza mwenyewe kama hujui akili yako inafanya kazi kwa kiwango gani. Unaweza kufanya nje na kiwango chako au chini ya kiwango chako kawa ovyo kabisa. Na nasema ukishajua akili yako inafanya kazi kwa kiwango gani, ukishakuwa na uwezo wa kujiongoza mwenyewe, ndipo sasa itakuwa rahisi kwako kuwaelewa watu wengine na kuwaongoza. Kwamba kwa akili yako, kile kiwango cha akili yako utawaelewa na watu wengine. Na ukishawaelewa watu itakuwa rahisi kuwaongoza, kwa sababu huwezi kumuongoza mtu ambaye umuelewi alivyo. Kwa ukishawaelewa watu, ukishajua namna ya kuwaongoza baada ya kuwaelewa, itakuwa rahisi zaidi sasa kuongoza taasisi nzima, kuongoza familia nzima, au kupata matokeo yale ambayo ulikuwa unayataka kutoka kwa wale unaowaongoza. Kama wewe ni baba, ielewe akili yako inafanya kazi kwa kiwango gani, ili utoe mafunzo kwa watoto wako, ulee watoto wako kulingana na kiwango cha akili yako. Na ukishafanikiwa itakuwa rahisi zaidi kujiongoza. Ukishafanikiwa kujiongoza wewe, ndipo utawaelewa na wengine, utawaongoza na wengine. Na ukishafanikiwa kuelewa na wengine na kuwaongoza na wengine, utakuwa umeiweza familia nzima, utakuwa umeiweza taasisi nzima, utakuwa umeliweza kundi zima unaloliongoza. Kwa hiyo ni kitu kidogo ambacho nataka tushare leo, kwamba kabla hujaanza kuwalaumu watu unaowasimamia, kabla hujaanza kuwalaumu watoto unaowalea, kabla hujaanza kuilaumu taasisi unaoisimamia as a leader, unatakiwa kwanza ujielewe mwenyewe kwanza, na wewe mwenyewe uanze kujiongoza kwanza na kujitawala kwanza. Uelewe watu wengine, ndipo utoe mambo yanayoendana na akili yako, yanayoendana na wale unaoongoza, na baadaye utakuwa kiongozi mzuri
utakuwa mtu mzuri hata kwenye mambo yako binafsi. Leo tuishie hapa, na nitakapozidi kufafanua au kusoma kitabu ndipo nitakapozidi kutoa mafunzo mengi zaidi. Langu jina Chanel Isa, Chanel Asumisye Mwalimu. Amini unaweza na utaweza.